Bwana, tumefika katika kivutio kingine ambacho ni mti huu ambao mtaalamu wetu atatuambia unaitwaje, lakini mti huu ndio ambao unatumika katika kutengeneza mafuta ambayo yanatambulika kama mafuta ya Kimbo. Bwana, hebu tufafanulie kidogo kuhusiana na mti huu bwana. Mti huu kwa jina la kisayansi unaitwa Allanbrachia tumanii. Au kwa jina la kawaida Kiswahili wanauita msambu. Msambu ndio kwa jina la wenyeji. Bana, mti huu una faida nyingi. Ndio. Faida yake kubwa ni kuzalisha matunda ambayo yanatumika kutengeneza mafuta ya Kimbo. Mafuta ya Kimbo ambayo yana faida nyingi sana. Hasa kwa wagonjwa wenye tatizo la moyo, wanashauriwa sana kutumia mafuta ya Kimbo kwa sababu yanakuwa na cholesterol ndogo, yani kiasi cha asidi kinakuwa ni kidogo. Kwa hiyo wanashauriwa sana kutumia haya, lakini pia kupitia haya mafuta pia ya Kimbo wanatumia kwa ajili ya kupaka. Yanasaidia kuondoa ile ngozi ambayo imejikunja ile kama misinyaa, inasaidia pia. Lakini mbali na faida hizo pia za mti huu, inatumika pia majani yake kama tulivyoona, yale yanatumika kwa wenye tatizo la tunasema wenye vikohozi. Vikohozi, kwa yale majani yake yanachukuliwa, yanatwangwa then yanachemshwa, alafu kinachopatikana pale mtu anakuwa anatumia kwa kunywa. Kwa hiyo inasaidia wenye matatizo ya kiafya, hasa kikohozi. Kwa hiyo hiyo ndo faida. Hatuwezi kupata matunda yake? Matunda yapo, tunaweza tukaona pale. Hii ni moja kati ya tunda ambayo imeanguka kutoka kwenye mti huu wa sambu. Haya ndo sambu yenyewe haya. Hizi ndizo mbegu zake, ndio mbegu ambazo hizi ndo mbegu zinatumika. Hizi ndo mbegu zinazotumika kutengenezea hayo mafuta. Kwa haya zinakwenda kukamuliwa. Inakwenda kukamuliwa. Inapofika viwandani inafanyika processing zote za kuhakikisha kwamba wanavuna mafuta kutoka humu. Lakini pia kuna hizi sehemu kama nyama hizi pia inakuwa na sehemu ya mafuta pia. Inakuwa na sehemu ya mafuta. Na sehemu ndogo ya mafuta, lakini mafuta kiasi kingi sana kinapatikana kwenye mbegu. Kwa hiyo inapochukuliwa tunda kama hili, na tunda moja unakuta limebeba mbegu kuanzia 35 hadi 80. Tunda moja ni makubwa. Kwa hiyo kwa tunda moja hili linamwezesha mtu kupata kiasi kikubwa sana cha mafuta. Kwa hiyo ni moja kati ya fursa pia ya kibiashara. Kwa hiyo tumekuwa tukiwahimiza wananchi kutunza mazingira, kutunza miti hii, kitambua kwamba kuna faida kama hizi ambazo wenyeji au wananchi wakiweza kuwekeza katika utengenezaji wa mafuta haya, wanaweza wakafaidika kiuchumi wa kuuza. Kwa hiyo itawasaidia sana. Kwa hiyo yanapatikana ndani ya hifadhi ya mazingira asilia Mkingu. Kwenye mbegu hizi ni kwa namna gani ambao wananchi ama process yake mpaka mafuta yanapatikana? Kwa kienyeji kuna njia nyingi. Kwanza ni kuchemsha maji kiasi yanakuwa maji ya moto kabisa, then unaweka hizi mbegu. Unaweka hizi mbegu, zinakuwa zinanyonya mafuta yale kutoka humu yanatoka nje. Kwa hiyo yanakuwa yanatengana mafuta na maji. Baada ya hapo pia njia nyingine ni unaponda hizi mbegu ukaweka pia kwenye maji yale ya moto. Yanakuwa natoa pia bwana. Kwa hiyo hivyo ni namna katika njia asilia ambayo inatumika kuvuna mafuta haya ya Kimbo kutoka kwenye mbegu. Mtazamaji, ni wakati wako sasa wewe kufika katika hifadhi hii na kuweza kujionea kama sio kujipatia kabisa mbegu hizi ambazo pia zinatumika katika kutengeneza mafuta yanatambulika kama mafuta ya Kimbo. Karibuni sana katika hifadhi ya asilia ya Mkingu.